uniongeze lina uwezo hata wa kuponya. Haleluya! Hilo neno ambayo limehuishwa inamaanisha the Spirit of God works within the commandment, within the covenant of God. Maana roho ndiye aliyetumwa. Yesu akasema kama nisipoenda kwa Baba, huyu Roho msaidizi hata kuja. Leo hii yule ambaye tuliye naye, tazama katika Matthew chapter number 28 na aya ya mwisho kumalizia. Maandiko inasema pale alipowaagiza wale wanafunzi wake, nendeni mkafanye kuhubiri Injili. Mwisho anamalizia anasema, and lo, I am with you until the end of times. Na tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Leo hii Kristo yuko pamoja nasi na Mungu Baba yuko pamoja nasi kupitia katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Iwapo Roho Mtakatifu anadumu katikati yetu, amini kwamba uwepo wa Mungu uko katikati yetu. Na iwapo kama Roho wa Mungu anakaa katikati yetu, matendo ya Mungu yako katikati yetu. Na kama kuna uponyaji, watu wataponywa. Kama kuna wokovu, wataokoka. Kama kuna hali ya kuhubika, kuna mambo yatahubika mapya. Si mtu aseme amina. Hallelujah. Because with God all things are possible. Kwa Mungu yote yanawezekana. Yanawezekana. So hapa anatuambia, narudi pale, yasema pale katika 105, imesema kwa verse number 8, he remembers his covenant forever. The word he commanded. Sikiza. Ukiangalia katika Waebrania 11, inasema ulimwengu uliumbwa kwa vitu ambavyo havikuwa. Kwa neno la Mungu mbingu na nchi zikaumbwa. Leo hii maandiko inasema vizuri hapa, he remembers his covenant forever. The word he commanded for 1,000 generations. Kama kuna neno ambalo lilitoka katika kinywa cha Mungu, lazima litendwe makusudi yake. Kama aliongea kwamba katika kupigwa kwake tumeponywa, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kama neno la Mungu limesema kwamba tunakombolewa, si ukombolewe leo. Iwapo kama wewe una hofu, si maandiko yamesema kwamba na amani ya Kristo ipitao kujua kote ikaamue mioyoni mwetu. Na katika Isaya 53 inasema vizuri ya kwamba Kristo yeye ndiye mfalme wa amani. Not katika Yeah, 53 and also in Isaiah chapter number 9. Sasa katika hizi zote zinatuelekeza kutuonyesha ya kwamba huyu ambaye anayetawala na ambaye anayemiliki katika maisha yetu ni nani. Inatuonyesha kwamba yeye tunayemfuata ni nani. We are not going there blindly. Hatutembei kama vipofu. Hatutembei kama watu wanaopapasa. Hatutembei kama watu wanabahatisha. Lakini tuna hakika ya kwamba tuko mahali panapofaa na Yesu ndiye mchungaji mwema. Si mtu aseme amina. Basi kama Yesu ndiye mchungaji mwema, usihofu. In John chapter number 15, kasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Si mtu aseme amina. Sasa leo nasema si Mungu angekutukumbuka katika mchana wa leo. Kama kuna mambo ambayo ametufuja moyo, si Roho wa Mungu akachukue nafasi. Hallelujah. In verse number 9, inasema the covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac. And verse number 10, he confirmed it to Jacob as a decree, to Israel as an everlasting covenant. Verse 11, to you I will give the land of Canaan as the portion you will inherit. Hapo inadhibitisha mwandishi amequote penye mambo ambayo Mungu aliweza kuahidi na kudhihirisha ya kwamba yale Mungu amesema hana budi atatenda. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, jamani, ndio maana Israeli wako katika mahali na maeneo ambapo wanapokaa. Na niliwaambia juzi, hata mtu yote akikasirika na anataka kuwatoa hapo hata watoa. Maana Mungu anaangalia ahadi zake milele na milele. Na kama ni kinywa cha Mungu kilinena, nataka niwaambie unapomenyana nao wamenyana na Mungu. Na huwezi kushinda vita za Mungu. So leo nataka kusema, wapendwa, tukajenge imani yetu juu ya ahadi za Mungu.
na maisha yetu yakajengwa juu ya ahadi za Mungu. Maana yakijengwa juu ya ahadi za Mungu, bila shaka hautaaibika milele. Si mtu aseme amina. Now let me continue. In Exodus kuna mahali kitu ambacho niliona hapa na niamu kuweza kunukuu. Exodus 32 verse number 9. Exodus 32 verse number 9. Hii nimeweka kama subheadline ambayo nimeita Moses reminds the Lord about his covenant. Kama wewe unaishia na unaamini katika ahadi za Mungu, una haki ya kumwakumbusha Mungu kenye unajua kimeandikwa. Ukiongea na Mungu, ongeaga juu ya ahadi zake, ongea lugha yake. Na kama unaongea lugha yake, maana yeye anaamini na anaheshimu neno lake, na kuambia utatendewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utatendewa. So katika hili, katika Exodus 32:9, katika NIV inasema hapa, ndio nikuta alafu niende kwa Kiswahili kenye tumewekewa kule kwa runinga. I have seen the people, the Lord says to Moses, and they are stiff-necked. Let's go to verse number, before you go there, let me just look kwa Kiswahili. Inasema tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama ni watu wenye shingo gumu. Mtu aseme shingo gumu. Naamini hapa hakuna watu wa shingo gumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's go to verse number 10 of the same. Verse number 10 nasema hapa kwa Kiingereza, now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Swahili kinasema, basi sasa niashe. Imagine Mungu anaongea na mwanadamu kama wewe. Anamwambia kwamba nimechunguza, nimepeleleza, na nimejua kwamba hawa watu ni wenye shingo gumu. Watu wa ngumu. Alafu anasema sasa, sikiza verse number 10. Basi sasa niashe, ili ni hasira zangu ziwake juu yao. You know what had happened? Ndio Mungu aongee juu ya hii kitu. Tayari hawa watu walikuwa wamesahau na Mungu, maana Mose alikuwa ameenda milimani. Alafu akamwambia Haruni awajengee miungu wa dama, maana hawajui kwenye Mose alikokwenda. Sasa hapa Mungu anatoa hasira zake kwa Mose, na anasiliana na wewe na yeye. Anamwambia basi sasa niashe, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. My God. Imagine, kumbe tunaishi kwa neema. Si mtu aseme amina. Imagine God anasema anaweza kuwipe hata ulimwengu, akauangamiza, akaumaliza kama wakati wa Noa, na akaweza kuzalisha na kuweka watu wengine ambao watakaoimiliki. Lakini leo hii kwa neema za Mungu, Mungu anajifanya ni kama haoni. Kama jinsi ambavyo imenukuliwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ya kwamba zama hizo Mungu alijifanya ni kama haoni. Lakini leo hii anaamuru watu wote watubu na washane na maovu yao. Hapa anazungumza asema, basi sasa niashe, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. But I want to remind you, Kenya naongea ni juu ya kuishia na kudumu katika ahadi za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Let us proceed as we continue. In verse number 13. Verse number 13 inasema nini? Remember your servant Abraham, Isaac and Israel. Hapa nataka nikupe kitu. Hapo kwanza Mungu ndiye ananena, na wananena ana kwa ana na Mose, maana walikuwa marafiki. Na anamwambia sasa ondoka. Hata wewe watu umwatetea sana. Na sasa nimejua ni watu wenye shingo gumu. Si uondoke niwamalize. Sasa sikiza. Abraham, Mose akianza kumpeleka Mungu, na ni Mungu aliyesema. So katika verse number
13. Remember your servant Abraham, Isaac, and Israel. Israel means Jacob. And he says what? To whom you swore by your own self. Moses sasa anaanza kumkumbusha kenye Mungu alisema. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky. And I will give your descendants all this land. I promise them. And I will be their inheritance forever. Moses alijua maandiko. Moses alijua Mungu wake. Na kwa sababu hiyo anaongea na Mungu si kama yeye, lakini anajaribu kumrivaa yale Mungu aliyokuwa ameyanena, na ili Mungu aweze kugaidi. Mungu awashe hasira zake hata kama amekasirika, lakini angaa aweze kuwarehemu na kuwahurumia watu kutokana na ahadi zake. Na maandiko inasema kwamba Mungu anaheshimu ahadi zake kuliko penye anaheshimu jina lake. Si mtu aseme amina. Yaani kenye Mungu ameahidi anazingatia sana kuliko penye anaheshimu jina lake. Maana anataka asije kaabua mahali popote ni muongo. In fact, in the book of Matthew, kuna mahali ambapo Yesu akaquote akasema kwamba ni heri wanadamu wote waweze kuwa waongo, lakini Mungu adumu akiwa wa kuaminika. Leo hii afadhali pasa awe muongo, lakini Mungu atabaki akiwa wa kuaminika. Ni heri washirika wa pepa hapa awe waongo, lakini Mungu abaki akiwa wa kuaminika. Ni heri kanisa lote mahali limefika liwe na uongo, lakini Mungu abaki akiwa amesimama. Si mtu aseme amina. Yale Mungu amesema hana budi atatenda. Na nitawaambia kitu. Mungu akitoa hewa kama penye ambapo natamka sasa, hiyo hewa akitoa hiyo pumu akiashiria, lazima itende kitu. Mungu akifungua kinywa anene kitu, hiyo hewa amesema katika Isaya haitamrudia bure. Lazima itimize makusudi yake. So never allow God to come to that level of annoyance. Yaani Mungu amekasirika kiwango ya kwamba atamke. Maana akitamka kutoa hiyo neno kwake ni shida. Hebu tuangalie mbele. Kuna kitu ambacho nataka niwaambie. Naongeaje asemaje katika verse number 14? Verse number 14 anasema, then the Lord relented. Imagine. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Hapa Kiswahili chasema baada ya Mose kuintercede na kusimama kwenye pengo au kwenye mwanya kwa niaba ya wengine na kwa niaba ya watu wa Israeli ambao waliokuwa wametoka Misri, Mungu alibadilisha mawazo. Lakini kenye kimefanya abadilishe mawazo, amekumbushwa juu ya ahadi zake. Leo nataka kusema kwamba wapendwa, Mungu hata kama iwapo kunaweza kuwa mambo yote yamebadilika katika ulimwengu wa leo, anapokumbuka ahadi zake, dadangu you'll be able to survive. Na Bwana akagaidi ule uongo aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Leo nataka kusema wakati wote, hata kama ni Mungu naongea juu yake chochote, au juu ya maisha yako, juu ya hali zako, au juu ya afya yako, au juu ya jamii yako, au juu ya biashara yako na kazi yako. What God has said. If it is the area of family, if it is the area of business, maandiko yanasema katika mikono, Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Na chochote ambacho tutakachokuta na mikono tutabarikiwa. If you ask God and mention what God has said, it shall happen. Mungu aseme amina. Ukimkumbusha Mungu na utaje kenye Mungu alisema, nataka nikwambie itatendeka. Wakati wa kiangazi akasema hata kama kuna kiangazi na tuweze kumuita yeye Mungu, ataweza kunyeshea mvua ya masika na ya mafuta ya ufundi. Yaani katika hali zote yamaanisha kwamba Mungu anaheshimu neno lake. When you remind God about his promises, I tell you for sure, you never be. Ukimtakia Mungu ahadi zake, nataka nikwambie hautaji. Mtu aseme amina. Bwana asifiwe sana. Let me continue saying what? Amesema kwamba hataweza kuangamiza na amesahau kiasi ambayo
Sasa Mungu apake tu Mungu. Kuna kitu ambacho tukiangalia hapa. Hata kama kule kwingine kote umesikia amesema kwamba hawezi ambao ningependa kusema kwamba tutajaribu sana kurudi kwenye internet. In the book of Hebrews, chapter number 8. Hebrews chapter number 8 and verse number 12. Hebrews chapter number 8 and verse number 12. Na nukuu, inasema hivi kwa kimombo, Hebrews 8:12. Inasema hapa, I'll forgive their sins and will no longer remember their wrongs. Hii ni ya muhimu sana kuweza kuelewa kwamba kama Mungu alikusamehe, kama wewe uliokoka, hata kama ulikuwa umefanya dhambi gani, hata kama uliua na ulienda magotini ukamlilia Mungu ya kwamba umeona makosa yako na unataka msamaha, na Mungu akaweza kukuonyesha neema zake na rehema na akakuokoa, jamani, makosa yako hata yakupata. Hata kama kuna mambo fulani ambayo ulikuwa umetenda ambayo ni ya kuudhi au ya kuvunja moyo. And that is why I wonder, juu ya hawa watu ambao wameinuka wazee kwenda kule Kikuruni katika baadhi ya milima na kadhalika, leo ndio wameinuka sasa, hata imekuwa chini na kuna hata kuwa na majukumu ambayo wanafanyia hivyo namna yao ya kukaa, na wanaanza kuambia watu, wewe kenye kinafanya ishi imekupata, kenye kinakufanya kwamba watoto wako hawabarikiwi, kenye kinafanya kwamba wewe unapofanya jambo hubarikiwi, hata kwa sababu haujatimiza ABC. Leo nataka kukuweza kukutenganisha na ninataka kukanusha mawazo na imani ya kimila na kidesturi na imani ya kiungu. Maana hapa kama kuna mambo ya adhabu, maandiko inasema kwamba kama akisamehe, amesamehe kabisa, na yeye hata kumbuka tena makosa yako. Lakini kama wewe unaweza kubali mtu awe anakuletea ugonjwa daktari ya yale mambo uliyofanya miaka 20 iliyopita na uliokoka, dadangu, utakuwa mtumwa wa huyu mtu na wa hii hali, maana mwenyewe ukajiweka na ukakubaliana nayo. Leo nimesema tembea katika maagano na katika neno la Mungu. Si mtu aseme amina. So kama neno la Mungu kuna kitu ambacho inasema, kama imesema imetolea laana, wewe si wa kulaaniwa. Na kama imesema kwamba uliokoka umesamehewa, amini umesamehewa, sasa mbona wajitia katika dhambi? Mbona wajitia katika nina na desturi ambazo zinakusumbua na kufanya kwamba ukose hata na amani, umekosa hata mwelekeo. Leo hii watu wengine walia ya kwamba watoto wao au jamii zao wengine ni wamekuwa walevi, kwamba hawawezi hata kukua katika nyumba hiyo, hawana matumaini. Lakini ukisikia kwa hawa majamaa wanaambia kwamba pombe haiwezi kubaki katika ibada zao na katika sherehe zao, hiyo ni ishara ya kuambia kwamba wanamtolea pepo, watolea mashetani ibada, baadaye waanza kusikitika. Leo nataka kusema mahali palipo na suluhu na mahali ambapo pana amana, hakuna majuto, ni katika Kristo Yesu. Mtu aseme amina. If you believe in the word of God, washa watu wengine ambao wanakuambia kwamba haitakuwa, hii haiwezi kufanyika, hii ifanyika kwa sababu ya kitu fulani. Lakini kama wewe uko double minded, then also Bible says in the book of James ya kwamba usitarajie kwamba utapokea kitu kama unamwendea Mungu na umeweka mawazo mara mbili. Ni kweli si kweli? Hii ndio chia si chia. Ikiwa umeenda hivyo, sika sana, sika kama Kristo. Leo nasema kama wewe ni wa mila, enda kwa mila. Kama wewe ni mtu ambaye anafuata neno la Mungu, fuata neno la Mungu. Mtu aseme amina. Manake mila zina mahali pake. Kuna mila zingine ambazo zinakechini, kuna mila zingine ambazo zinamjaki Mungu, na kuna mila zingine zinamjaki hata damu ya Kristo iliyomwagika msalabani. Si mtu aseme amina. Yohana akasema huyu ndio mwana kondoo halisi wa Mungu ambaye aliyetolewa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Sasa wewe ni makondoo
ya 13. Alishasema pale nini? Maana hapo amesema hata kumbuka dhambi za watu wote. Na aya 8 nasema kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa mkuu. Lakini kitu na jasho kuwa mkuu na kuchakaa karibu na kutoweka. Leo nataka kusema sisi tunadumu katika agano jipya. Mtu aseme amen. Na agano jipya ambalo tunalosimama juu yake ni damu yake Kristo. He served on our behalf. Yeye akatoa maisha yake kwa ajili yetu. Na katika yeye tuhesabiwa haki. Katika yeye tusamehewa. Na ndio hapa maandiko yametuambia katika aya ya 12 ya kwamba yeye anaposamehe hata kumbuka dhambi zetu. In other words, ikiwasema imetakazwa na imesahaulika kabisa. Leo hii neema imefunguliwa na imeashiriwa. So kwa leo tukubali kutembea katika neema za Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Let us allow ourselves to move the promises of God. Asante. So ninapofuka pale ningetaka niweze kunukuu andiko ya Genesis chapter number 9 verse number 16. Unaona juu ya kenye Mungu ameapa na kenye Mungu amesema kwamba atatenda. Akisema amesema na bila shaka lazima itafanyika hivyo. Genesis chapter number 9 and verse number 16. Inasema hivi kwa NIV. Whenever the rainbow appears in the cloud, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So ilishasema basi huo upinde utakuwa mbinguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilishoko katika nchi. Unajua hii ni agano ambalo Mungu alifanya na Noa baada ya Mungu kuangamiza ulimwengu katika gharika ya maji. Huu ni ulimwengu wa pili, maana ulimwengu wa kwanza ulikuwa wa Adamu, lakini ulimwengu huu hapa tunaongea juu yake maana mwingine ulimalizwa na maji kote, ulikuwa ni ulimwengu wa Noa. Na hapo ndipo hata vizazi ambavyo viko sasa katika ulimwengu wa leo, tavikuta vingine viko Afrika, vingine viko katika bara la Asia, vingine wako katika Europa, na wengine ndio wamesaba mpaka wameenda pale kule wa magharibi. Leo nataka kusema ya kwamba kama ilivyo ada, maandiko hapa inanena vizuri Mungu akafanya maagano na Noa. Na wacha niwaambie, ili Mungu aweze kufanya maagano haya, Noa alipotoka katika ile Sabina na wanyama baada ya gharika kukwama na baada ya kukauka, maandiko inasema Noa alishagua wanyama wale waliokuwa bora ambao wamekubalika kisheria kwamba wanaweza kutolewa Mungu ibada, maana wao si najisi. Na Noa akamfanyia Mungu ibada. Na baada ya kumfanyia Mungu ibada, maandiko inasema natumaini katika mlango wa 8 na pia mlango wa 9 huu ambaye ni wa Genesis. Hapo ndipo ambapo anaponena na Mungu akaapa. Baada by the way maandiko inasema ile dhabihu aliyotoa ikawa na harufu nzuri au kifutio, if you like it. Kiingereza kinaita aroma, good aroma. Alafu unapoangalia hiyo, basi wakati ilipoweza kushomwa na kuteketezwa ile dhabihu, maana ilikuwa ya kupendeza, ikampendeza Mungu. Na basi Mungu alipopendezwa akanena. Unapofanya agano na Mungu na Mungu amependezwa, Mungu atafanya agano na wewe. Si mtu aseme amina. Hata kwa Abraham alifanywa hivyo, na kisha baadaye Mungu akafurahia na akafungua moyo wake. Akaanza kumwambia Mungu mambo yatakayofanyika miaka maelfu. Mahali tumetoka sasa ambayo imetajwa hapa. Leo hii kama unataka Mungu akufunulie hali zako za baadaye, your destiny, don't go kwa washawi, usiende kwa waganga, usiende kwa wale wapiga ramli, lakini unaenda katika hali ya Mungu kiungu, maana unatembea katika kiungu na Mungu atajidhihirisha kwako. Si mtu aseme amina. So hapa tunakuta kwamba basi Mungu akamnenea Noa
akafanya agano naye na ulimwengu wa tangia leo, siku hiyo na leo, basi huo upinde utakuwa mbinguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele. Mtu aseme agano la milele. So inaposema agano la milele inamaanisha it is unstoppable. Hauwezi kuja ukaingia katikati ukasema unajua hiyo ilikuwa ni ya Noa na Mungu. Imesema agano la milele. Alafu inasema liloko kati ya Mungu na kila. Mtu aseme kila. Kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilishoko katika nchi. Kwa lugha nyingine, Mungu aliapa kwamba hakuna wakati mwingine ulimwengu utakapomalizwa na gharika ya maji. Hata kama mnaonaga kuna mafuriko, hiyo si gharika, ni mafuriko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama ni mambo ya kuangamiza kama ile wakati wa Noa, ulimwengu wote ulijaa maji. Na kila kiumbe hai ambacho hakikuingia kwenye Sabina kiliangamia. Lakini tangia wakati huu, Mungu ameapa kwamba hatafanya hivyo tena. Lakini wacha niwaambie, hata kama hatafanya hivyo, lakini hukumu imewekwa. Kwa wale ambao watakaokuwa wameishi maisha ya kumkejeli Mungu, nataka niwaambie hukumu imewekwa. Lakini kama iwapo mtu anataka kwamba aweze kufurahikia na kupata neema hizi za Mungu, dadangu, si utembee katika ahadi za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Walk in the promises of God. Walk in the promises of God. Tembea katika ahadi za Mungu. Je, Mungu anasema ufanye nini? Ni nini hiyo Mungu anataka utende maishani mwako? Si mtu aseme amina. Ni nini hiyo ambayo Mungu amekuambia ufanye na ufanyi? Ni nini hiyo Mungu ambaye amekuambia kwamba unahitaji kumfanyia naye lakini unaona ni kama kwamba ni kero. Yaani haikupendezi, haikufurahishi na wala husikii kama kuna kivutio. Si Mungu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe sana. So akaweza kuapa akasema, basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitaangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Wacha niwaambie, si nyote mnajua rainbow? Yeah? Si mnajua rainbow? Kiswahili kinaitaje? Upinde. Ya, inaita upinde, maana inaitwa upinde kwa sababu inakaa hivi. Na hiyo kitu Mungu aliweka, na washa niwaambie, haitokagi kama kwamba hakuna mawingu au hakuna dalili za mvua. Whenever you see it, you should know that there could be some signs, some indicators. Zinaonyesha kwamba kuna dalili ya kwamba kunaweza kunyesha. Lakini ukiona kwamba mara kulikuwa kumetokea mawingu, hata kama mlikuwa unalima na ulikuwa mahali au ulikuwa sokoni au ulikuwa popote na uione, ujue hakutanyesha. Si mtu aseme amina. Ukweli wa mambo ni kwamba ukiona usiharakishe, manake inakwambia kwamba hainyeshi sasa, hata kama itanyesha ni baadaye. Na wakati itakaponyesha huo upinde lazima uondoke, na kama haujaondoka hakunyeshi. Si mtu aseme amina. Manake Mungu aliweka ile ikiwa kama alama ya milele. Ukiulizwa, maana inatokaga namna hii, alafu inajishora ikitoka pale inaanguka pande nyingine. Uliona nani akiwa na kalamu ya kushora au na brush ya kushora, ukamuona akishora rangi ya kwanza, akaja akashora ingine, akaja akashora ingine. How many colors are in a rainbow? 7. You know what number 7 means? Yeah? Completion or perfection. Ukiona namba hiyo ya 7 hapo ina uungu na tayari inaonyesha ukamilifu. Hiyo huwezi kudoubt na huwezi kuuliza maswali. Si mtu aseme amina. Kwa hivyo ahadi za Mungu ni za milele. Ni za milele. Let me now continue from there. Hiyo nilikuwa nimequote na nikasema sitairudia tena. A covenant is a legal agreement between two people or a party. Agano ni makubaliano bayana ya watu wawili au muungano ya watu. Au kipenda kwa lugha ya kisasa watu wanatumianga wanaita MOU. Yaani mnafanya maagano na makubaliano. This is what you have agreed and this is how things are supposed to be done.
Na mtu kama mmetengeza hii hapa, unaposikia covenant is a legal agreement between two people, inamaanisha wewe unaweza fuja hilo agano, lakini Mungu atafuja agano. Si mtu aseme amina. Wewe unaweza fuja hiyo agano, lakini Mungu hatafuja hiyo agano. Kama unajua ni nini hiyo mliokubaliana kenye Mungu anasema lazima ufanye, dada kufanya. Na kama ufanyagi fanya imaima. Si mtu aseme amina. Manake kama ufanyi, Mungu hatafuja agano, lakini wewe utalifuja agano. Na ukilifuja agano, unapitana na Mungu kana kwamba penye unaonaka kwa barabara. Unakuta mtu kuna njia mbili. Njia moja inateremka na ingine inapanda. Na kila gari ina laini yake. Na ukiona kwamba kila gari ina laini yake, inamaanisha kwamba hakuna inaweza zuia ile ingine. Lakini wacha niwaambie, kama mnataka kwamba Mungu aweze kutembeza kama mtu ambaye anatembea katika highway, fuata agano ambalo Mungu ameweka. Na ukifuata hilo agano, Mungu atakupeleka mbali. Na utaona uaminifu wa Mungu. Na utaona matendo ya Mungu. Haleluya! Hata yale mambo ambayo hayawezekani kwa Mungu yanawezekana. Kule ambako wanasema hamna njia, kutapatikana njia. Kwani hiyo rainbow inatokanga wapi? Na kama Mungu anaiweka anga na inaonekana, si Mungu atutengenezee njia? Si Mungu aashirie kibali? Si Mungu aashirie neema? Haleluya! Hata kule ambako hakuwezekani kutawezekana. Hakuna mtu amewahi kulia kusema kwamba walikuja wakatoa rangi zangu. Na nilipokuwa naingia katika, kwa mfano hapa mna hii inaitwa Mdhokijo. Hakuna wakati utakuta rainbow imetoka hapa. Enda huko, uwaulize kama kuna rangi yao imechukuliwa. Au kuna mtu aliwaona akija kununua ndio aenda akapata. Hakuna. Maana God ndio mwanzo, na yeye anajua kabla hizo rangi hazijajulikana alikuwa amesijua. Si mtu aseme amina. Kwa hivyo wanadamu anakope kenye Mungu anafanya. Leo inataka kusema Mungu anaweza kukushangaza katika matendo yake na hata katika kazi zake, maana Mungu huyu ni Mungu wa ajabu. Jina la Bwana libarikiwe sana. So we say this, failure to observe what has been agreed is known as a breach of covenant, formal agreement or promise. Kama wewe umefeli kuweza kutekeleza na kufanya yale mambo mmekubaliana na Mungu, ni sawa na uvujaji wa agano. Yani wewe mmekubaliana na Mungu, wewe hii ndio njia. Just go from the beginning, from Genesis. Uje paka hata wakati wa Joshua. Unasikia naambiwa kwamba upitie hii njia na usiangalie kulia au kushoto. Nami nakuambia sitakuasha na sitakuaibisha. So ndio nasema, je, ni Mungu anavujaga agano au ni sisi tunavuja agano? Nataka niwaambie sisi ndio tuwavuja agano, lakini Mungu ashabaki akiwa kuaminika. Si mtu aseme amina. So ikiwa umeona mambo ya kwenda mlama si sawa, si urudi magotini. Si umrudie Mungu, mwambie Bwana, wewe najua ni mwenye haki. Na ninaamini kwamba mimi ndio nimepotoka. Mimi huenda ikawa sijatekeleza, sijafuata maagizo. Na leo Mungu naomba unisaidie ili nikapate kuyafahamu yale ambayo nimekosa kuyafahamu na kutekeleza yale ambayo nimeshindwa kutekeleza. Hallelujah. God desires that we may know the truth, and the truth will set us free. Hapa tumeambiwa hapo mwanzo, kwa tunafanywa my introduction hapa, ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno. That is why I'm here. Nikukumbushe ili uweze kuelewa kwamba kama kuna maeneo ambapo umeharibuka ile agano lako na Mungu, uweze kuliangalia ili kwamba maagano yaweze kuwa sawa sawa. So hapa tuwakuta kwamba to the Israelites it was known as the Ark of Covenant between the people and God. Kwa Waisraeli, katikati ya Israeli na Mungu, ilijulikana kama sanduku la agano. Si mnanijua? The Ark of Covenant. Yaani kwa lugha nyingine ni mahali ambapo ukiwa unadai na unasungumza juu yake, bila shaka Mungu anaitazama, naona unasema ukweli. Na kama ukiwa unataja kile ambacho Mungu imeandikwa katika lile agano, nataka nikwambie Mungu hana budi atatenda. Si mtu aseme amina. Sasa sikiza. To the Israelites, it was known as the Ark of Covenant between the people of God. In Hebrews chapter number 9, verse 1. Hebrews chapter number 9, verse number 1. Niongee kidogo juu hili agano, sanduku la agano. Waibrania 9 na aya kwanza. Inasema nini pale? Waibrania sura ya kwanza inasema, now the first covenant had regulations for worship and also in the other sanctuary.
katika hiyo sanduku la agano lilikuwa na mpangilio katika hiyo agano lilikuwa na mpangilio wa maabudu na pia namna ambavyo ibada za hapa duniani zinastahili kuwa zinatekelezwa. Leo inataka kusema kwamba Mungu si Mungu wa kienyeji. Our God is a God of order. He is a God of order. He is not confused and he will never be confused. Kenye Mungu anasema this is the way I want people to worship, I tell you that is the way God will see and come down. I thank God because of the way the praise and worship today has performed. Nataka mnaweza kubaliana nami ya kwamba kabisa mlisikia mbingu ikuwa imeshuka hapa. Si mtu aseme amina. Leo nataka kusema wakati tumemwabudu Mungu, na kuabudu Mungu sio hiyo. Kuabudu Mungu ni maisha. Holistically. Maisha yako yanamwabudu Mungu au hayamwabudu Mungu? Mali yako yamwabudu Mungu au hayamwabudu Mungu? Elimu yako yamwabudu Mungu au hayamwabudu Mungu? Nafasi yako labda ya kazini au popote ulipo yamwabudu Mungu au hayamwabudu Mungu? Biashara yako yamwabudu Mungu au hayamwabudu Mungu? Katika hali ya utajiri wako yamwabudu Mungu au hayamwabudu Mungu? Si mtu aseme amina. Kama iwapo inamwabudu Mungu, then unampa mwabudu Mungu katika maabudu yanayolingana. Our God is a God of order. Si mtu aseme amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. So inasema now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. Namna ya maabudu katika ulimwengu. Verse number 2. Inasema tabernacle was set up. Hiyo hema ya makutano ilikuwa imeundwa in its first room where the lampstand, table and the consecrated bread. This was called the holy place. Hapa ndio mnasikia mahali ambapo walikuwa wameweka kateni, yani kulikuwa kumewekwa lile curtain ambalo lilikuwa kwamba kuna maeneo hauwezi kukanyanga. So kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya pili. Ya kwanza hapo ndipo ambapo kuhani maybe wangekuja watu ibada zao na kadhalika. Lakini ndio uweze kuingia katika hii curtain hii mahali imewekwa, uingie hapa. Maana palijulikana like the whole of holies. Hapo ilibidi kwamba lazima uwekwe minyororo na paliingiwa mara moja kwa mwaka. So kuhani alikuwa anaweza kutoka pale na amefungua nyororo, akiingia ibadani, kwanza atoe ibada ya dhambi zake mwenyewe, ajitolee ibada. Kisha baadaye watolee watu wale wengine. Wanaposikia wakitembea, anafungwa zile minyororo. Hiyo nyororo ambayo iko hapo. So wakati anatembea wanasikia kelele. Maana wakati anatoa ibada anatembea katika pale na anaendelea kumwabudu Mungu. So wakati ambapo watakaposikia hiyo kelele haimo, mara moja wanajua kwamba mjamaa ameishia. Na maana hakuna mtu anaweza karibia pale, maana atakufa pia. Wanashika ile mnyororo kule kwa nje, wanafuruta jamaa wamtoe huko nje. Manake wakiingia pia nao huenda ikawa wakafa. Lakini sasa jamani, maana kuna mpangilio, ya maanisha kwamba Mungu anatazamia tusingatie yale maagizo yaliyowekwa. So hapa tunaona katika verse number 2, a tabernacle was set up in its first room where the lampstand. Kulikuwa na nafasi ya kwanza, a table and the consecrated bread. This was called the holy place. This is not the holy of holies, but the holy place. In verse number 4. Verse number 4 sasa ni hema ile ambayo ni ya pili. Inasema hivi, which had the golden altar of the incense and the gold covered ark of the covenant. This ark contained the gold chair of manna, Aaron's staff and the had buried, and the stone tablets of the covenant. Verse number 5. Inasema above the ark were the cherubim of the glory, overshadowing the atonement cover. And then sasa hapo nikimalizia pale inasema hivi ambaye ni muhimu. The ark represents the presence of the Lord Almighty. Hii sanduku la agano ilikuwa linadhihirisha au kumwakilisha Mungu Mwenyezi. Leo hii walio kama tungeulizwa, je, sanduku letu la agano liko wapi? Kuna mtu ana habari? Sanduku letu la agano ni gani ambalo tunabebanga? Niwaambie.
Mwambie jirani yako anitazame. Jirani yako anitazame. Jina la Bwana libarikiwe. Sanduku la agano leo hii ni hili neno ambalo ninasoma hapa. Si mtu aseme amina. This is the Ark of Covenant. Ukitaka uweze kuongea na Mungu akaweza kukusikia, jamani, jenga imani yako juu ya hili neno. Na kama utajenga imani yako juu ya hili neno, hautapotoka. Na isitoshe hautaaibika. Si mtu aseme amina. Hallelujah. Aha. Sikiza ndio uelewe. In Joshua chapter number 3 verse number 5. I'm a bit faster so that tuweze kumalizia. In Joshua chapter number 3 verse number 5. Joshua 3 na aya 5. Sikiza hapa. Hii sanduku lilikuwa na muhimu sana katika Israeli. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Mujitakaze. Mungu ananena na Joshua ili kwamba awaagize makuhani namna ya kuwahatarisha watu. Swahili shasema, Joshua akawaambia watu, jitakazeni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Wacha niwaambie, bila utakatifu, hata kama wewe unabeba Biblia paka ubebe ile Biblia kubwa ambayo inaweza kuwa inakaa kama sanduku hilo ambalo limetajwa, haiwezi kubadilisha mambo. Lakini lazima iandamane na utakatifu. Si mtu aseme amina. Utakatifu, shati nasi lazima tuwe watakatifu. Si mtu aseme amina. Alafu anasema nini? In verse number 6. Amesema wakijitakaza atafanya mambo ya ajabu. Amazing things. Verse number 6. Joshua said to the priests, take up the ark of God. They took it up and went ahead of them. So ilishasemaje? Kisha Joshua akawaambia makuhani, akasema, liinueni sanduku la agano, mkafuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano, wakatangulia mbele ya watu. Wacha niwaambie, leo hii kenye kimefanya kwamba mimi nasoma Biblia, kwa sababu ni sanduku la agano. Si mtu aseme amina. Na kama iwapo tutaongozwa na hili neno, hatutajikwaa, hatutaanguka, hatutashindwa, hatutaaibika. Si mtu aseme amina. So, agizo ambalo Joshua anawaagiza watu ni kwamba wajitakaze. Ndio ilikuwa wazo ya kwanza. Joshua said to the priest, take up the ark. Point number 2. Joshua said to the priest, take up the ark of covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. In other words, walikuwa wanatembea katika ahadi za Mungu. Unapoweza kuchukua sanduku la agano na linawaongoza, inamaanisha kwamba mnatembea katika ahadi za Mungu. So in other words, we are saying, Mungu hapa kama tukishindwa ni wewe umeshindwa. Na kama sisi tukiaibika ni wewe umeaibika. So maana wamemweka mbele. Leo nataka kusema kwamba si tukubali kuongozwa na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Washa neno la Mungu liwe taa ya miguu yetu na hatutaweza kujikwaa. Hallelujah. Katika nyakati za Eli kuna kitu ambacho nasema nikumalizia, naenda kumalizia tafadhali. Hiyo mfano nafikiri karibu mfano wa mwisho naenda kumaliza. Katika nyakati za Eli, wakati Samueli alipokuwa sasa ndio analelewa ndio aweze kuchukua usukani. During the time of Eli, the Ark of Covenant was stolen by the priest. Wakati wa Eli, hili ni kitu ambacho walichoamini, lakini Wafilisti waliiba. Na wacha niwaambie makosa waliofanya. Walipoiba walienda wakafungia katika nyumba ya Mungu wao, bali alikuwa anajulikana kama Dagon. Wakati ambapo walipoenda kumfungia katika ile nyumba ya Dagon, maandiko inasema ya kwamba yule Dagon na sanamu haingeweza kusaidia badala yake ilikutana imeanguka na imevunjika. Maana Mungu hawezi kufananishwa na utukufu wa Mungu hata gawana na kiumbe kingine chochote. Si mtu aseme amina. Wafilisti hawakujua kwamba hili agano linatembea na upako na kibali cha Mungu. So wakati walipoweka mahali pale, ile Dagon yao ambaye ilikuwa ni Mungu wao, ilibidi afue dafu. Na kuvua dafu akaanguka chini kifudifudi na akavunjika.
Leo nataka kusema kama kuna miungu au kama kuna mifano ambayo imeinuliwa kinyume na agano la Mungu, lazima ifujike na lazima ifue dafu katika jina la Yesu. If at all there are things, anything in life that contradicts the ark of covenant that you have been given, kama kuna mambo ambayo yako katika maisha ambayo yana contradict ile imani ambayo tunaamini, haya mambo lazima afue dafu. Iwe ni magonjwa lazima afue dafu. Iwe kwamba ni shida lazima zifue dafu. Kama iwapo kuna hatari ambayo yote imekuja maishani mwako dadangu, hii yote lazima itii, manake Mungu ndiye mkuu. Na mwashe Mungu abaki akiwa Mungu. Do you know what they say? Tumejua hapa tulikosea. Jamani, tumekuta Mungu wetu Dagoni ameanguka. Wakaanza kushubuka kimawazo na wakaambiana kwamba washa waitiane hii saduku liwaondokee, manake wamejua ikiwa katikati yao ni kero. Lakini nataka kusema kwa wale waaminifu litakuwa ni baraka. Mtu aseme amina. Kama umenifisha neno la Mungu maishani mwako, wewe ni mbarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema I'm winding up. So katika hii first Samuel chapter number 4 verse number 21, sikiza kiza ambacho kilitendeka baada ya saduku kuimbiwa. Maana walinyang'anywa wakiwa wameenda kule vitani. Kuna hawa wana wa Eli, mmoja alikuwa ni kina Hobin, na wakati walipoenda kule, walienda wakaweza kubabana, na badala yake wakati walipotandikwa wakanyang'anywa mpaka saduku la agano. So in 1 Samuel chapter number 4 verse number 21, inasema a boy was named Ichabod, saying the glory has departed from Israel. So katika hii inasema Kiswahili, akamuita huyu mke wa huyu mmoja ambaye aliyekufa, ikawa kwamba alikuwa mjamzito, na akawa kwamba amezaa akachukua na utungu na akazaa mwana. So katika yule mtoto aliyezaliwa, thank God kuna wengine hapa tuna name watoto kwa majira. Ni jambo gani lilikuwa linatendeka wakati huo? Pengine kuna wengine watakuja kuitwa Ruto, kuna wengine watakuja kuitwa Uhuru, kuna wengine watakuja kuitwa Kibaki kama wako, wengine watakuja kuitwa Moi, wengine watakuja kuitwa, kuna wengine hata wanaitwa Kenyatta kama hauna habari wako. Leo nataka kusema hapa, sikiza kile kilitendeka. Akamuita mtoto Ichabod, akisema huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu saduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Sikiza yasemaje hapo. Enda hapo mbele kidogo, 22. Verse number 22. She said the glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured. So we said 22. Naam, akasema huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana saduku la Mungu limetwaliwa. Kumbe wakati ambapo tumekosa kulihifadhi neno la Mungu ndani ya maisha yetu, utukufu wa Mungu umetuondokea. When you no longer have the word of God, wewe unakuwa tu kitu fugufugu, unabaki ukuwa kama debe. Si Mungu aturehemu siku ya leo. Si dadangu, jisoeze kuliweka neno la Mungu maishani mwako. Kijana uliye hapa, usijifundishe kufisha neno la Mungu ndani yako ili ukaweza kuepukana na hali ya hatari za ujana. Kama wewe ni mzee, kama wewe ni mama. Hallelujah. May we allow God to have his way. Kama iwapo tumejua kwamba hili saduku linabeba utukufu wa Mungu, jamani, washa libaki liko ndani yetu. Na kama liko ndani yako, magonjwa yakija hayana budi atafua dafu. Wakati ambapo vitishio vimekuja na hilo neno liko ndani yako, au majaribu, nataka nikwambie atafua dafu. Kiza na maana umelihifadhi neno la Mungu wapi? Ndani ya moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Walking in the promises of God. In Psalms 119 hapa ndio maybe hapo naweza quote, maana nimwambia nimalizia. Inasema verse number 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Psalms 119 verse number 11. Psalms 119 verse number 11. Nasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kama iwapo utakuwa umelihifadhi neno la Mungu ndani ya maisha yako, utukufu wa Mungu unaandamana pamoja na wewe, na kibali cha Mungu kiko pamoja na wewe. Si mtu aseme amina.
Lakini kama neno la Mungu halina nafasi yako, utabeba maneno ya watu, na maisha yako yatakuwa kwamba wewe wajaribu kujisatiti, wajaribu kujifanyia, na hautafaulu. Lakini kama neno la Mungu liko ndani yako, dadangu, ndugu yangu, utukufu wa Mungu utazamana. Na bila shaka lazima Mungu ajidhihirishe, na Mungu hatakubali kuaibika. Si mtu aseme amina. Kama kutakuwa na Dagon, ataanguka na atafua damu, maana hawezi kukaa mahali ambapo ahadi za Mungu ziko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Au mahali ambapo utukufu wa Mungu uko. In Luke chapter number 22 verse number 20. Nimesema nataka kuendelea haraka, ndio nimalize. Nasema hivi, Luke 22:20. In the same, after the supper he took the cup, saying, the cup is a new covenant in my blood, which is poured out for you. Yesu hapa ananena wakati alipokuwa karibu kusulubiwa na alipofanya ile meza ya mwisho. Maandiko yasema kwamba alipopeana mkate, kikombe, maandiko yasema kwamba yasema hii ni agano jipya. So tayari agano limeshafanyika, agano jipya, na ni kwa njia ya damu ambayo ilimwagika kwa ajili yetu. So wewe una haki zote za kuweza kufurahia wema na fadhili za Mungu, kwa sababu tayari damu ya Yesu inanena maneno mazuri juu ya maisha yako kuliko damu ya Habili. Si mtu aseme amina. Hallelujah. In Colossians 3:16, hii ndio sehemu ya mwisho. Colossians 3:16 nasema hivi, let the word of Christ dwell in you, richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude your hearts to God. Kiswahili semaje? Sema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Si mtu aseme amina. Mstari huu wa mwisho katika hiyo sehemu inasema hivi, hiyo Colossians chapter 3, hiyo ya mwisho verse number 17. Na namalizia hapo. Inasema and whatever you do. Mtu aseme and whatever you do, whether in words or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Nimesikia wasungu ni wachache. Wacha nikie kwa Kiswahili. Simtarudia hii. Inasema na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Haleluya. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Mungu awabariki sana.